Ecclesiastes chapter number 12 and verses 1. and verse 1. Remember your creator in the days of your youth. Remember your creator. Now listen. How will I become a person who will defeat obstacles for my destiny? Number one, it is to remember your creator in the days of your youth. So the important and the factor here is God. Your alignment to God. Uhusiano wako na Mungu ndio maana sana sahi. Right now, that prayerful girl, that obedient boy, that girl who is already practicing fasting. Si hata shule ustue watu wakienda lunch waambie I am fasting. Hata walimu wasituke. Karakta yako itokee mapema. Hata wakikukujia shule wanaambia mama yako, your girl is a powerful girl. Sometimes she fasts. Yani hata kufast uwezi. Sasa hizo ndio unatukanana kwa raini. Wewe chukua chakula utoke hapo hata si tufikiwe. No weno. Ilionesha kwewe kadhukuna none yaku kasia. Na wego koi karete the okay eta undefeated generation. By looking at you, we can know if you are already defeated or you are going to win and have victory. Tutakujua tu. By how you live with other people. Kwa sababu tabia ya mwanamke wa heshima inaanzanga kuonekana mapema. Tabia ya mwanaume wa heshima inaanzanga kuonekana mapema. We can tell you. Na ndio maana tunawaleta hapa. Tunatumia pesa za kanisa, tunatumia pesa za wazazi wenu. At least mjipate. Wale ambao baba zao hapa huwa wanaguza kitu, wanajua. They know. Kama baba yako na mama yako wanaendaka kanisa hawalewi, shukuru Mungu. Wale ambao wazazi wao hulewa hapa, especially wazee, wanajua. They miss a lot. Na ukiuliza baba yake, anaweza kuambia kama ningelijua. Hawa wamelala. Kwani mmelala wapi? Hawa wawili wanaambukizana usingizi. Najua kwanza sasa kako na miwani, sasa kanajifanya mimi kameangalia. Na kako usingizi. Ruga yanela maine iro okaino kwa hotie na duone githima. Remember your God in the days of your youth. Hata Biblia inajua ukimsahau Mungu sahi, anayelainisha hatima za watu atasahau yako. Najua kuna mtu anasema I am young, mimi tutasikizana na Mungu. Msizani nini? Biblia inasema anayejua kutenda haki na aitende. Kwa hivyo kama umejua haki, itende sahi. Kama umejua already dhambi ni hii ni dhambi hii, unajua vizuri kabisa kuwa lesbian is against God. Tenide machona gagai. Dhukuru noni medhaga. Tadio moria morini wa rurime. That is not an achievement. It is a distraction on the door. Praise the name of the Lord. Unajua mimi nawaambiaga ukweli. Kuna wachungaji wataogopa kukuambia vile nakwambia. Mimi nitakwambia ukweli kwa sababu ni mimi hujionea haya mambo. Praise the name of the Lord. Mimi ndio hujionea maneno. Siku nyingine tulikuwa tunachangia msichana mdogo sana, I think ndio anaenda college, ako college. But already amepata throat cancer. Hiyo mchezo yao ya lesbian hapo, akaenda kucheza, sijui mwingine alikuwa na STDs, akameza. Yes. Distraction on the door. Already akona throat cancer. Sio lazima ugonjeke ukimwi, lakini kuna mambo mengine mabaya. Unasikia zingine zinaitwa super gonorrhea. Hiyo ni moto. Akina baba yako walikuwa wanagonjeka gonorrhea tu, hiyo inaweza ponywa na mwarobaini. Sasa kuna super, hiyo inakupepeta paka inaitwa super. Unajua vitu zingine ziko na consequences.
before you do things, what are the consequences? What is the final end of whatever that I'm doing? Praise the name of the Lord. Nyinyi mnaona vile gays wanauliwa hapa. Siku hizi mpaka vijana wameanza kupigania gays, ati huyu ni demu yangu wanapigana. Imagine mtu anakuita demu, mimi unaweza kukua saa moja. Ati mpaka tunaingia na wewe hoteli, unaona mimi kama ni bibi yako. Wewe unaitisha githeri, mimi unanitishia chipo. Ati give her chips, mimi unaniita ha. You know sometimes, and that's the reason the Bible inasema mkumbuke Mungu katika ujana wako. Utaona kama ni furaha hapa kuingilia gayism, na wengine mnafunzwa mkiwa shule mambo ya gayism. Unaingia tu ukifikiria ni mchezo. Lesbianism unaona kama ni mchezo kwa sababu uko shule ya wasichana watupu. Kuna mambo unaweza ukavumilia kwa sababu unajua kule mbele utayapata kwa heshima. Sasa unauliza matako yako nini? Si ugoje siku ifike upate bibi ufanye mambo kwa heshima. Si ugoje ukiwa mwanamke msichana upate bwana ufanye mambo yako kwa heshima. Sasa unajichafua ukiwa msichana mdogo. Takataka za maisha haya zikuharibie kesho yako. Sasa msichana mdogo huyo, na kansa ilikuwa stage 3 na hakuwa anajua, lakini alikuwa anapoteza sauti na kusikia uchungu. Sasa yeye ndiye alikaa kaanza kuconfess vile wanafanyanga. Kumbe STDs ziliingia, STIs zikaingia, zikakuwa kansa. Akiona tu kama ni mchezo. Ati mimi nakuwa tomboy. Huwezi kuwa tomboy, wewe ni mwanamke mpaka kufa. Hata ujifungirie hapa. Ile nyumba inayekangwa mimea inaitwa nini? Greenhouse. Hakuna siku utamea sehemu nyeti kama yetu. Wewe ni mwanamke mpaka kufa. Hakuna mambo na tomboy. Ati mpaka una bounce. Ati uya. Ni aje wa idhira uza. Wewe sio tomboy, wewe ni mwanamke. Badilisha hiyo ujinga na utuondolee hiyo upuzi. Mpaka nguo unavaa kama zetu, mpaka boots. Ati mpaka boots. Uza. Hakuna siku utakuwa mwanaume. Wewe ni mwanamke mpaka kufa. Wacha hiyo upuzi ya kutuambia wewe ni tomboy. Na vijana wengine wanatembea hivi kama wasichana. Sasa mbogo hapo. Kwa aje sweet. Hiyo ujinga ambia hao huyo mwingine kama wewe ni mwanaume kauka. Mwanaume ni kufanya nini? Mwanaume ni kukauka. That is why mnavutia gays. Mna behave kama wasichana, mnatoboa masikio. Wengine wanatoboa mpaka ulimi. Wanaweka kipini ulimi. Na ni wanaume. Wakienda kununua nguo wanavaa crop tops. Na boob tops. Unaona mwanaume na boob top. Yaje kimani pure. Kama umekaa karibu na mwanaume mwambie kauka oya, kauka. Mwambie mwanaume ni kukauka. Na kuoga mara moja wiki wewe. Ati unakaa na mwanaume, unakaa na kijana anafikiria ni achievement. Ati siku hizi umeng'ara kimu, na uganga mara 4 kwa siku. Ukifanya nini? Mwanaume ni kuoga mara 3 kwa siku. Asubuhi uso, lunch mikono, jioni miguu. Cha kutusumbua hapa. Usafi wachia wanawake. Sisi tukifua nguo tuko sawa. Mwanaume ni kunuka jasho. Hatunaona mwanaume mpaka lini utafanya na ndio maana mnavutia gay. Sababu gay wanataka mwanaume anatembea hivyo. Anatembea hivi. Hata hiyo masaa nitatoa wapi ya kujipanga kutembea hivyo? Ati nakuja vizuri kama mwanaume nakuja vizuri, alafu nikiona watu nasimama na switch. Hiyo masaa tunatoa wapi? Hapana. You must be hardy. Hata shule, hiyo secondary mko, be a hard person. Si ukiguza hivi unamwambia, "Ai Mose." Anajua hii kuingiza box ni dakika
Akikuguza kwanza, ukiwa mwanaume akuguza na nyuma, mwambie wewe. Mimi, hebu jaribu kuniguza nyuma hata kimakosa. Utaielezea kama uko kwa kamiti ya bunge. It was not in God's creation. Hata supermarket huwezi ingilia exit. Praise the name of the Lord. Hata supermarket huwezi ingilia exit. Kumeandikwa entry and exit. Kila mlango ifanye kazi yake. Na ukienda kuingilia exit, soja anakuambiaga wewe ni huku. And so is God's creation. No entering through exit. Enter into the right door at the right time. Wakati ukifika. You must be a hard person. Lazima uwe mtu ambaye amekauka. Wale wasichana ambao tunajua hapa tuta celebrate mambo yao makubwa huko mbele, ni wale watakauka saa hii. Bwana Yesu atukuzwe. Wengine wasichana wanaharibiwa tu na lift ya nduthi. Hata ili upande hiyo mlima, nayo maisha yako ikuwe imenyooka baadaye. Ati wacha nikubebe mpaka kwenu alafu si utanisort. Mwambie wewe enda na pikipiki zako, unasikia wewe? Na umwambie unasikia wewe? Hebu niangalie. Unasikia wewe? Wanaume huogopa mtu ana face. Hata wale vijana wanacheza na nyinyi hapa. Hebu siku moja umface. Muangalie hivyo. Sasa uliniita jana. Ulikuwa unataka? Hakuna mwanaume anakuwa na answer akiangaliwa kwa macho. Memory erased, data factory reset. Kuna mwanaume anakuwa na nguvu akimwangalia. Sometimes wasichana mnaingizwa box mbaya kwa sababu ya hiyo kujifanya wepesi. Who said saying no and standing with my principles is bullying another person? No. Stand in the gap. If you want to be undefeated, defeat them right now. Kwanza kwanza hiyo ni sababu mzuri ya kumkuta. Hello, hi. Tumefanya nini? Hebu rudia na utoe simu. Hebu rudia, nataka kurecord. Ikuwe ringtone yangu. Wewe chunga, sio watu wote wanaitangwa kama umbwa. Unasikia wewe? Address people with honor. Atatetemeka. Na wewe hatawahi kukuongelesha. The only way it is to stand in. Hata hapa wale wanawasumbua mkitoka nje, mkute mwambia unataka nini kijana? Kwanza mwanaume ukimgonga hivyo, hebu imagine msichana kama huyu akigonga huyu hivi, tunataka nini? Aya, unaniita wewe. Kana chango giki ni kiuruwe. Kai. Giki gitithakago nakio. Alaki makoli kali kai giathomera ta mwana jonokete. Because sometimes with your blood and honor, you have to fight for your life. Kumbuka ya kwamba katika maisha utakapowezwa, ni maisha yako yamefanya nini? Yamewezwa. Na huku mbele tunatamani kuwa na wamama ambao ni wa heshima. Unafikiri kama mimi nikiwa askofu, siwezi taka msichana ametoka JCM, naona amesimama katika inchi, anatumikia inchi mahali fulani. Tunaambiwa haya, na ule daktari ali grow up in JCM. Na ni wa branch fulani. Hata nikiwa bishop saa hizo nakuja na heshima. Hello my daughter. Nimesikia wewe ndio umesimamia hospitali hii. Ungia bishop. Karibu sana bishop. Imagine kwa hiyo hospitali mimi nitapewa maji na wale wagonjwa wengine hawapewi. Bishop keti hapo, warm water or cold? Imagine, that is the life that we want to live. Kariga idagio ni muiretu akuita mashuvo. Bishop! Ora! Yadagia karabu geke ndetago ajiko na umeta JCM ya Karonga. No. Nataka kupatana na wasichana wa class huku mbele. But how will we reach there? By being undefeated. And what should we defeat now? It is the obstacles. Zile zote unajua ya kwamba kesho zitanizuia, ndizo unafaa kushinda leo. Hapo Biblia inasema
In the days of your youth, in the days of your youth.